Githaiga, you are I don't know how to tell it to you, but you're better than every single male TikToker who is known right now on Kenyan TikTok. Yani uko on top. And hapo the only person who compares to you is actually me. Unaelewa? Now, you are deciding to destroy your chance at national leadership because of coins and propaganda and tribal bigotry. Githaiga, you really surprise me. You really do. Hizo vitu mnasema mara nililipwa. Mimi sijawahi lipwa na mtu yoyote. Karangu hata hakunipa hata suni. Na kesi ya huyo prophet haikukuja ili zime kesi ya Karangu. Hizo vitu zote mnasema ni propaganda, ni porojo. And deep down I think you know ni porojo. But unapenda tu kuzisema kwa sababu you are someone who likes what you call virtue signaling. Nilishakwambia unapenda kusema vitu zenye watu wanasema ili watu wakupende. And that is so sad that you do that. Wacha afike kwa kazi. You know? Mara sijui nililipwa na sijui nani Makarena alilipa ticket yangu. I paid for mine and my daughter's air ticket with my own money, 210,000 Kenya shillings. My own money. Makarena hajawahi nipa hata sumni. The only time Makarena ameweka pesa kwangu ni akituma 5,000 kwa feeding program ya shule yangu. Hajawahi nipa more than 5,000 bob. So you really surprise me with easy maneno unasema. I think what is scaring you. Hapo ndio kuna maneno. I think what is scaring you. Yawa, hapo ndio nilisikiza. Hata huko kugine sikuwa nimesikia hata ya Makarena. Ya Makarena ilitoka wapi? Ya ticket. Okay, hapa. I think what is scaring you ni ya kwamba nimejiposition vizuri for a very very good job in the government. Umeona hiyo? And then you imagine ya kwamba already naongea na siji Ruto na nani. Githaiga, wacha nikwambie ukweli, nimeshaitwa kwa hizo meetings. Na nakwambia tu roho safi. TikTok, hawa watu wanaiangalia TikTok. Macho yao iko kwa TikTok. But sijawahi. Ladies and gentlemen, are we compromised or not? So me, I'm not very stupid. I am not very very stupid. Mimi hapo niliona hapa ni moto. Kuna watu walikuwaga wamechukua historia ya koti. Do you see fanye koti iko everywhere? And kwa manews, unakumbuka hata ile interview ya Kururia akisema niti nathina na igoti, tondu igoti ni rya gwikenia, ni mathi na mbere. Unajua Kururia haezi support kitu yoyote iko na Githaiga, anatukanyagaga. Lakini hapo nikajua mimi hata sisai kujua hiyo makasi ya Lady Jacqueline au mama wa cabinet secretary anaongea nao. Lakini one thing I knew for a fact, she wanted to create a platform. Yet that is what she wanted to do. And that one 10,000 Deruru, she's very Deruru akisema, you know I'm the biggest TikToker. You are the biggest TikToker. You are sijui nini. Hizo ndio bado alifanya video. President Ruto, I'm the most viewed, the most streamed, the most blogged TikToker. I am inviting you. Hapo niliona kuna maneno. Na ni vibaya sana kueda watu wakifuata kama ng'ombe. Kama ng'ombe tu alafu mnauswa juu. Yeye hata toka hapo for nothing. She will get something out of it. She will get something out of it. That is for a fact. So mtu akuja anatuusa ati anasema Githaiga cabinet secretary anasema ni dropiwe. Huyo cabinet secretary anadhani mimi sina platform. Ati sitting cabinet secretary. Ni mgani huyo? Ni ule koshio. Ama ni wale wanafutwa. Si kuna wengine wanafutwa hii wiki. Akina Muturi.
Mtulimiano hao wanaenda wanaletwa wengine. Sasa ni wagani hao walikuwa wanaongea na yeye chini ya maji? They wanted to, alikuwa anataka kutuuza. Ndio maana unasikia akisema, you know, I've positioned myself for a very big cabinet, for a very big government job. You know, a cabinet secretary is talking to me. You know, mimi Lady Jacqueline ni nyoka. Kwa sababu mimi naonaga mkiongea hivi online, yeye ataenda chini ya maji. Na mimi fanya alianza kuongea na kina Karagu nyuma ya tent. Atananipigia simu kuniambia venye Triza ni mbaya. Imagine Githaiga, we have been prosecuting the wrong case. After nimekataa kuingia box yake ya kupiga Triza ile siku, ndio tukakuja live kwa kesi akaanza kusema we have to give each guys a chance to speak. You know, wewe Triza umetoka kwako, watoto wako huko, watoto Lady Jacqueline, sasa hizi watoto wako children home. Ndio alikuwa ananiambia tumpige kwa sababu ya watoto na tupige hesi na tufanye nini. Hapo ndio nikakataa. Na hiyo siku akakuja kotini kusema watu wasikiswe, sijui nini, all sides, sijui nini. Wote hapo ndio nilijua kuna kitu imeendelea chini ya maji. So when Peter Kioi came to this later na akasema Lady J alilipwa, mimi I believed him because I knew na nani alilipwa Kioi, na mimi walinitafuta Mungu moja. Pastor Kanyari called me more than 20-30 times. Mungu moja. Mimi ya kwanza niliongea na yeye na Kanyari, akaniambia nataka tukutane, nikapigia SC, nikaongea na Triza, nikauliza kama ako ready waende wakutane. Kanyari anawaita, senye Triza aliniambia Githaiga wachana nao. Nilizima simu na nikaondokea. Na that is how after siku patikana hivyo ndio Kioi aliitwa jioni, because Kioi alikuwa anatafutwa asubuhi. Nikaambia mimi when I was called by Kanyari, mwambie hata usiniite, tafuta akina Esi. Mimi sijaoa, unaniita mambo ya bibia ya nani kwa nini? That is what happened. Akaniambia acha nitafuta Kioi. Kioi atafutwa jioni. Hiyo siku nilitafutwa the whole day. Na kuambia hizi ma TikTok hapa, let us not have numbers and use them to blackmail others. Let us not have these numbers and use them to tuharibia wengine hata makazi na nini, because we are being paid for something. Kama unalipwa ufanye advertisement, but we cannot be somewhere we are 10,000 people tunapatia mtu the authority ya kublackmail. Ati akitaka kuleta mtu chini ama akitaka kuleta institution chini, anasema I will go to court, nitakaa chini.